And do you, Mary, take John to be your lawfully wedded husband? I do. Mwanga laini wa jua la Disemba ulipenya dirishani na kumwangukia Neema. Alifungua macho yake pole pole. Ilikuwa ni asubuhi aliyoisubiria kwa miaka miwili, tangu Zahiri alipomvalisha pete ya uchumba kwenye bustani ya kijani kibichi. Leo ndo ilikuwa siku yenyewe bwana, siku ya harusi yake. Alitabasamu, hisia ya furaha ilimjaa moyoni, lakini ghafla tabasamu hilo lilitoweka. Baridi kali kama mkondo wa maji ya theluji ilimkumba. Ilikuwa ni hofu tupu isiyojulikana, hofu ambayo haina sababu, hofu ambayo inajificha nyuma ya uzuri wa gauni la harusi. Inawezekana ni hofu ya kawaida ya biharusi, alijitahidi kujitetea, akivuta pumzi ndefu. Aliinuka, kanyosha mikono yake na kwenda kwenye dirisha. Mitaa ilikuwa kimya sana, ikitayarisha kelele za sherehe iliyokuwa inakuja. Alitazama nje, akimwona msichana wa sherehe, Asha, akiongea na mkurugenzi wa hafla hiyo. Wote walikuwa wakicheka tu. Ni kawaida, alijirudia kwa sauti ya chini. Kila kitu kitakuwa sawa. Lakini hofu hiyo ilikaa ikimgoja kama kivuli chenye nia mbaya. Asha, rafiki wa karibu wa Neema na msichana wake mkuu wa sherehe hiyo, alikuwa anahangaika na sanduku la velveti lenye pete ya harusi. Alikuwa anataka kuangalia kama ziko safi kwa mara ya mwisho kabla ya msimamizi wa pete kuzichukua. Asha alifungua sanduku, pete mbili za dhahabu zikiangaza chini ya taa ya chumba cha mapambano. Alizichukua kwa uangalifu, akizipangusa na kuzirudisha. Lakini Zahiri alikuwa amemkabidhi Asha koti lake la suti. Aliamua kulikagua. Alipiga pasi koti hilo. Ghafla sanduku la pete lilishuka. Asha alishikwa na hofu. Alihisi kupiga mbio kwa moyo wake. Alitazama chini, karibu na miguu yake. Hakuna. Alianza kuchanganyikiwa. Machozi yalianza kumtoka. Ilikuwa ni bahati mbaya gani hii, kupoteza pete siku ya harusi? Alipojaribu kukunja koti la Zahiri, ghafla akahisi uzito mfukoni. Akachunguza, na hapo akapata sanduku la pete. Lilikuwa limeingia kwenye mfuko wa koti bila kujua alipolipangusa. Asha alipumua kwa nguvu. Alitetemeka na jasho likimtoka. Alificha koti la sanduku la pete, akijaribu kutuliza. Aliwaza, hii ni ishara mbaya. Alijua hawezi kumwambia Neema, angemwongezea wasiwasi. Simu ya ajabu. Wakati Neema alikuwa akijitayarisha, Zahiri alikuwa amekaa sebuleni akiongea na washikaji zake. Alikuwa anajaribu kuonekana mtulivu. Siku ya kufunga mikataba, mmoja wa washikaji zake, Kifaru, alisema. Zahiri alicheka kidogo. Simu yake iliita ghafla. Namba ilikuwa ya ajabu, isiyojulikana. Zahiri aliiepuka, lakini iliita tena na tena. Mwishowe Zahiri alitoka nje, akajifanya karibu na mlango wa nyuma, akajificha karibu na mlango wa nyuma na akaipokea. Habari? Aliuliza. Sauti ilikuwa ya lakini upande wa pili sauti ilikuwa ya kike na ilikuwa chini na ya baridi. Zahiri, usiendelee, mtaungua wote wawili.
unajua unachofanya si sawa, achana na Neema. Zahiri alishikwa na butwaa, alihisi kiwewe. Ni nani wewe? Alisisitiza, lakini simu ilikuwa imekatwa. Moyo wake ulikimbia sana, alishikwa na wasiwasi sana. Ni nani huyu? Anajuaje kuhusu kitu gani? Zahiri alifuta namba hiyo haraka sana na kuivunja laini ya simu aliyokuwa ameitumia kwa siri. Lazima ni uongo wa mtu anayenichukia, alijiambia akijaribu kujituliza. Alijua kulikuwa na mambo fulani ya zamani ambayo alikuwa anataka kuyaficha, lakini hakuamini angetokea siku hii. Masaa yalizidi kukimbia. Neema alikuwa amemaliza mapambo na sasa alikuwa anajaribiwa na vazi lake jeupe. Kila kitu kilikuwa kimekamilika, kasoro jambo moja muhimu. Mama Zahiri hakuwa amefika. Utamaduni ulitaka mama Zahiri afike mapema ili kumvalisha Neema hereni alizomletea kama ishara ya kumpokea katika familia. Neema alipiga simu. Simu ya mama Zahiri ilikuwa ya uchovu na yenye wasiwasi. Mama, vipi? Tunachelewa, Neema aliuliza kwa upole. Samahani mwanangu, mama Zahiri alijibu, sauti yake ikiwa imepasuka. Kuna mtihani hapa kwetu, sio rahisi. Mtihani gani tena mama? Kuna shida na Zahiri? Kimya kikatanda. Hapana mwanangu, ni mambo ya zamani tu, lakini nitafika. Nitajitahidi nifike kabla hamjaondoka. Endelea na maandalizi, Mungu yuko nasi. Neema aliachwa ameshikilia simu. Maneno ya mama Zahiri, hasa neno mtihani, yalizidisha ile hofu baridi aliyoishika asubuhi. Mama Zahiri hajawahi kuwa mfupi namna hii na alionekana kuhangaika sana. Barua isiyoeleweka kwenye kioo. Muda mfupi kabla ya kuvaa gauni la harusi, Neema alirudi kwenye meza ya mapambo kuchukua lipstiki yake. Alitazama kioo chake kikubwa ambacho kilikuwa kimezungukwa na taa zinazong'aa. Ghafla jicho lake liliangukia kwenye kipande kidogo cha karatasi, kimeandikwa kwa gundi ndogo sana kwenye kona ya kioo. Barua ilikuwa imeandikwa kwa mkono uliopotoka, kana kwamba mtu alikuwa na haraka sana au alikuwa anajaribu kuficha uandishi wake. Aliichukua, mikono yake ikitetemeka. Ilisema hivi: yeye si wako, achana naye. Ukifunga pingu hizi utajifunga mwenyewe kwenye minyororo ya siri na uharibifu. Neema alihisi hewa inamtoka. Nani alikuwa ameingia chumbani na kubandika hii? Asha alikuwa ametoka nje dakika chache zilizopita. Hii haikuwa tena hofu ya kawaida ya harusi. Hii ilikuwa tishio. Neema alikasirika na kukaa chini kwenye kiti, akishikilia barua hiyo, akichanganyikiwa kabisa. Alijaribu kuiweka kwenye mfuko wake, akijua anapaswa kumwonyesha Zahiri, lakini alihofia ingeweza kuharibu siku kabla hata haijaanza. Zahiri alirudi sebuleni akiwa amevaa suti yake rasmi, akijaribu kuweka tabasamu bandia. Aliona mgeni ambaye hakuwa amealikwa, mwanaume mrefu mwenye suti ghali lakini iliyozeeka, akijitambulisha kama Bwana Kilinga, mwajiri wa zamani wa Zahiri katika kampuni ya usafirishaji miaka mingi iliyopita.
Zahiri, umebadilika sana. Nakuona unaendelea vizuri, Bwana Kalinga alisema kwa sauti ya sahiba, lakini macho yake yalikuwa ya hukumu. Zahiri alihisi jasho la baridi likimtoka. Bwana Kalinga alikuwa anajua mambo mengi ya Zahiri, yale aliyofanya zamani. Samahani Kalinga, sijakualika, lakini vipi, umefika? Zahiri alijaribu kumwondoa. Niliamua kuja. Baada ya yote, mimi ndiye niliyegundua kipaji. Kipaji chako cha kujipenyeza, Bwana Kalinga aliendelea, sauti yake ikipungua. Unakumbuka ule mradi wa mali za kiongozi? Ulijifunza haraka sana jinsi ya kutumia jina la bosi kupata faida na njia chafu za kupanda juu. Nadhani Neema anastahili kujua namna unavyopata riziki. Zahiri alimshika mkono Kalinga na kumvuta kuelekea mlangoni. Toka hapa, usithubutu kurudi, nitakutafuta. Zahiri alimnong'oneza kwa ukali, akihakikisha washikaji zake hawasikii. Bwana Kalinga alitabasamu kicheko cha kejeli. Furahia siku yako Zahiri. Siku moja kile unachoficha kitakuwa wazi kwa wote. Aliondoka akimwacha Zahiri amejawa na hasira na hofu. Picha ya siri. Asha baada ya wasiwasi wa pete alihisi kutulia kidogo. Alikuwa akipanga nguo zingine za Neema kwenye kabati. Alipoondoa shati la zamani la Zahiri alilokuwa amesahau chumbani, kuna kitu kilianguka. Ilikuwa ni picha ya zamani iliyokunjwa kwa kuachwa nusu tu. Asha alifungua kwa umakini. Upande mmoja alimwona Zahiri akiwa kijana mdogo akitabasamu kwa upole. Upande wa pili alikuwa mwanamke mwingine mzuri sana akimkumbatia kwa karibu sana. Picha ilikuwa imechanwa kwa ustadi, kana kwamba mtu alitaka kuondoa kabisa uso wa huyo mwanamke bila kuharibu uso wa Zahiri. Asha alijua Zahiri na Neema walikuwa wamejuana kwa muda mfupi, na Zahiri hakuwa anapenda kuzungumzia kuhusu maisha yake ya zamani. Je, huyu mwanamke alikuwa ni nani? Kwa nini picha ilikuwa imechanwa chumbani? Kwa nini picha ilikuwa imefichwa chumbani kwa Neema? Asha alihisi msukumo kumwonyesha Neema picha hiyo, lakini baada ya tukio la pete aliamua kusubiri. Alificha picha hiyo chini ya mkoba wake. Kama mambo yatabadilika kwa mabaya kanisani, nitakuwa na ushahidi, alijisemea. Muda wa kuondoka kanisani. Ilifika saa ya Neema kuondoka kuelekea kanisani. Alionekana mrembo sana katika vazi lake jeupe, lakini uso wake ulikuwa umefichwa kidogo na wingu la wasiwasi kutokana na barua aliyoipata. Mama Zahiri hakuwa amefika bado. Aliongozana na Asha nje hadi kwenye gari la harusi ambalo lilikuwa limepambwa kwa waridi na kitambaa cha hariri. Dereva aliufungua mlango. Neema alitazama kiti cha nyuma. Ghafla alishtuka. Mpangilio wa maua ya waridi jeupe kwenye kioo cha nyuma ulikuwa umeharibiwa. Maua yote yalikuwa yamekatwa shingo, yakining'inia kwa huzuni, kana kwamba alikuwa amevunjwa kwa hasira. Nani amefanya hivi? Asha alipaza sauti. Dereva alionekana kuchanganyikiwa na kusema, sijui, niliacha gari likiwa zima dakika 5 zilizopita. Neema alikumbuka maneno ya barua. Ukifunga pingu hizi, utajifunga mwenyewe. Wasiwasi ulikuwa sasa umekuwa ishara ya wazi
na ya kutisha. Neema aliketi kwenye gari akihisi moyo wake unauma, akiumia kwamba licha ya yote hawezi kuacha sasa, lazima aendelee na harusi. Barua iliyoangushwa. Wakati huo Zahiri alikuwa ameingia kwenye gari lake kuelekea kanisani akiwa na washikaji zake, akijaribu kuondoa wasiwasi wa simu na Bwana Kilinga. Alipojaribu kurekebisha tai yake, Zahiri aliangalia chini na kuona karatasi ndogo imeanguka kati ya viatu vyake. Ilikuwa ni barua nyingine iliyoandikwa kwa herufi kubwa. Hii ilikuwa tofauti na ile aliyoipata Neema. Ilikuwa imeandikwa kwa lugha ya vitisho vya moja kwa moja. Acha sasa hivi, ukiendelea na harusi hii nitatoa ushahidi wote hadharani. Kesi ya kiongozi haijakufa. Fikiria maisha yako au ndoa yako. Zahiri alitetemeka. Alitupa karatasi hiyo kwenye ngumi yake. Hii ilikuwa inahusiana na mambo ya biashara haramu ya zamani. Inaonekana mtu mwenye mamlaka makubwa anataka kumfichua, alisema kwa sauti ya chini kwa dereva. Acha gari kwa muda, na ninyi washikaji kaeni kimya. Zahiri alitoka nje, akaiunguza ile karatasi kwa kiberiti na kuhakikisha imekuwa majivu. Hakuweza kuingia kwenye ndoa akijua kashfa kubwa inamgoja, lakini alikuwa amefika mbali sana. Haya, twendeni kanisani, aliamuru, akijua kwamba hatua inayofuata inaweza kuwa maisha au kifo. Saa 7:15 alasiri, mlango mkuu wa kanisa ulifunguliwa. Neema alionekana mrembo kupita maelezo. Aliambatana na baba yake akiongozwa na muziki mtamu wa haleluya. Umati wa watu ulisimama wakishangaa uzuri wake, lakini Neema hakutabasamu. Alikuwa anajaribu kupumua polepole. Alipokuwa akitembea kwenye njia ndefu iliyojaa maua, macho yake alikuwa anatafuta Zahiri. Zahiri alikuwa amesimama mbele akimngojea, akitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa linakunja kwa wasiwasi usiofichika. Hali ilikuwa tofauti na harusi za kawaida. Neema alianza kusikia minong'ono. Haikuwa minong'ono ya pongezi, ilikuwa sauti ya chini, ya haraka, kama watu walikuwa wakizungumza jambo la siri. Mwangalie yule bwana harusi, sauti moja ilinong'ona. Vipi ile kesi? Sauti nyingine ilijibu. Neema alihisi mgongo wake unasisimka. Minong'ono hiyo ilikuwa inahusiana na kile alichokisoma kwenye barua. Zahiri alimwona akitikisa kichwa chake kuashiria puuza, lakini Neema alijua hizi hazikuwa tu fununu za kijamii. Swali la kushangaza la padri. Neema alifika kwenye madhabahu na Zahiri. Baba yake alimkabidhi Zahiri kwa mkono. Padri Elias alianza ibada. Baada ya kusoma maandiko machache, alifika kwenye hatua muhimu sana. Je, kuna mtu yeyote kati yenu ambaye anajua sababu halali kwa nini ndoa hii isifanyike? Aseme sasa au anyamaze milele. Padri Elias aliuliza, sauti yake ikijaa mamlaka. Kimya kilitanda kanisani. Neema alifunga macho yake. Hili ndilo lilikuwa lango la mwisho la usalama. Alipofumbua macho, alimwangalia Zahiri. Alihisi utulivu kidogo. Ghafla sauti ya kishindo ilivunja kimya hicho. Mwanaume mmoja mwenye suti nyeusi, tena mkakamavu, aliyekaa kwenye mstari wa nyuma kabisa, alinyanyuka wima na kusema,
Kila macho kanisani limwangalia yeye tu. Alianza kutembea polepole kuelekea mbele. Ndiyo padri, mimi najua sababu halali, alisema, sauti yake ikiwa wazi na yenye nguvu, ikipenyeza kila kona la kanisa. Yule mwanaume mwenye suti nyeusi alisimama umbali wa hatua chache kutoka kwa madhabahu. Zahiri aligeuka polepole. Rangi imebadilika, jasho likianza kumtoka. Mwanaume huyo alijitambulisha kama Bwana Kilemile. Ninamfahamu bwana harusi huyu, Zahiri, Kilemile alianza, akimtazama Zahiri moja kwa moja machoni mwake. Na mimi ni mume wa marehemu mke wangu, Bi Zawadi. Kanisa zima lilishikwa na mshangao. Neema alihisi maono yake yakififia. Kilemile aliendelea, sauti yake ikisambaza huzuni na hasira. Zahiri huyu hapa alikuwa na uhusiano wa siri na mke wangu. Sio tu uhusiano wa mapenzi, bali uhusiano wa kiuchumi. Na alimshawishi aingie kwenye biashara za siri. Alimwibia pesa zote za mradi wetu wa familia na kumwacha akifilisika. Kilemile alipumzika kidogo, machozi yakianza kumtoka. Na hali hiyo ya msongo wa mawazo ndiyo ilisababisha kifo cha mwaka jana. Zahiri tu si mchepuko, ni mwizi na muuaji asiye wa moja kwa moja wa mke wangu. Anatumia ndoa hii kujificha na kuendeleza maisha yake. Zahiri alifumba na kufumbua macho. Alikuwa ameshikwa na hasira kubwa ambayo haikuweza kufichika. Uso wake ulikuwa mwekundu, mishipa ya shingoni mwake ilionekana. Haya ni matusi, Zahiri alipiga kelele, akisukuma kiti chake cha nyuma. Huyu anatumia msiba wake wa familia kuniharibia. Mke wako alikufa kutokana na ugonjwa, si mimi. Wewe ni mwenda wazimu. Zahiri aligeuka kumwangalia Neema, akijaribu kuonesha uaminifu wake. Neema, mpenzi wangu, huyu anasingizia, hata sijui anachozungumza. Haya ni mambo ya chuki ya zamani. Umati ulishikwa na taharuki. Baadhi ya watu walianza kutoka nje, wengine walianza kugombana. Padri alijaribu kutuliza hali. Kilemile alisimama kwa utulivu, akimruhusu Zahiri aongee. Alipoanza, Zahiri likanusha vikali, lakini maneno yake yalikuwa ya kujitetea na kukosa ushawishi, ambayo alimfanya aonekane kama mtu mwenye hatia zaidi. Wakati Zahiri alikuwa anajifanya mwenye hasira, Bwana Kilemile alichukua bahasha nene kutoka ndani ya koti lake. Unasema ni chuki? Sawa, Kilemile alisema, sauti yake ikiwa sasa imejaa utulivu wa kutisha. Naomba Padri Elias aone hizi. Alikabidhi bahasha kwa padri. Hizi ni nakala za barua pepe za mke wangu Zawadi na bwana Zahiri, Kilemile alielezea umati. Zinaonyesha akaunti za Zawadi ikituma mamilioni ya shilingi kwa akaunti ya kampuni ya usafirishaji ya Zahiri, na barua pepe za kusimamia za mapenzi zikificha pesa hizi kama malipo ya mradi mpya. Zawadi alikuwa anatumaini Zahiri angemuoa, lakini Zahiri alichukua pesa zote na kumwacha kama takataka. Padri Elias baada ya kuangalia nakala hizo alitikisa kichwa polepole. Alimwangalia Zahiri kwa macho ya hukumu. Zahiri alihisi hewa inakatika tena. Hakutarajia ushahidi wa aina hii. Hizi barua pepe zilikuwa siri sana.
alisimama karibu na Zahiri akijaribu kukaa kimya. Gauni lake la harusi lilikuwa zito, lakini mzigo wa siri ulikuwa mzito zaidi. Alimwangalia Zahiri, uso wake, lakini ilikuwa ni mara ya kwanza kumwona Zahiri akiwa na hasira kali na kujitetea kwa kutokuwa na uwezo. Alitaka kumwamini Zahiri. Walikuwa wameahidi upendo. Lakini kilele cha harusi yake kimekuwa kilele cha mahakama, barua ya siri, minong'ono, kupotea kwa mama Zahiri, na sasa ushahidi wa kuhamisha pesa na kifo. Neema alihisi kizunguzungu. Alikumbuka maneno ya Bwana Kilinga, mwajiri wa zamani. Njia chafu za Zahiri kupanda. Maneno yote yalikuwa yameungana, yakiunda picha mbaya ya bwana harusi wake. Alinyosha mkono wake na kushika mkono wa Zahiri. Zahiri alimwangalia haraka, macho yake yakiomba msaada. Neema hakuwa na uhakika. Wakati taharuki ilipokuwa ikiendelea, ghafla mlango wa kanisa ulifunguliwa kwa kishindo. Kila mtu aligeuka. Alikuwa mama Zahiri akiwa amevaa nguo za nyumbani, uso wake ukiwa umefura kwa machozi. Alionekana kama mtu amekimbia huko alipokuwa. Alimkimbilia Zahiri akimlilia kwa sauti bila kujali umati. Zahiri mwanangu, fichua ukweli kabla haujachelewa. Alimvuta Zahiri kando akijaribu kumtoa mbele ya madhabahu. Mama, tulia, hakuna cha kufichua. Zahiri alimzuia. Usiseme hivyo mwanangu, mimi na baba yako tumekulinda vya kutosha, tumeumiza watu vya kutosha. Huyu Kilemile anajua yote. Fichua kabla hajakumaliza wewe na Neema. Mama Zahiri alinong'ona kwa sauti iliyojaa maumivu na msamaha. Neema alishtuka. Alimaliza wewe na Neema. Hii haikuwa tu kuhusu pesa. Wakati mama Zahiri alipokuwa akimvuta Zahiri kando, Neema alikuwa amejikunja, machozi yakimtoka kimya kimya. Kila mtu alikuwa anawatazama Zahiri na mama yake. Bwana Kilemile alikuwa amesimama karibu naye. Alichukua hatua mbele kidogo. Alijifanya kutuliza umati na kugonga kiti cha Neema. Neema alimwangalia. Kilemile alitikisa kichwa kidogo na kuiangusha kadi ya biashara yake chini karibu na miguu ya Neema. Neema alijifanya kuiokota gauni lake na kuchukua kadi ile haraka bila yeyote kuona. Aliangalia kadi hiyo. Ilikuwa ni rahisi, haina anwani ya kampuni, bali ilikuwa na maelezo haya: Bwana Kilemile, mkuu wa uchunguzi, uhalifu wa kifedha, jeshi la polisi. Neema alishikwa na mshangao. Huyu Kilemile si mume mwenye huzuni tu, yeye ni askari wa siri. Zahiri yuko kwenye tatizo gani hasa? Badi Elias aliona hali ilikuwa mbaya na ushahidi ulikuwa wazi. Alichukua mikrofoni. Ndugu zangu wapendwa, kutokana na maneno yaliyosemwa hapa leo na ushahidi wa nyaraka za kibenki na barua pepe, ni dhahiri kuna utata mkubwa unaoikabili ndoa hii takatifu. Badi Elias alimtazama Zahiri ambaye alikuwa anazungumza kwa hasira na mama yake. Akamtazama Neema ambaye alikuwa amejikunyata na kushikilia kadi ya siri. Kwa ulinzi wa bibi harusi na hadhi ya nyumba ya Mungu, ndoa hii imesitishwa rasmi hadi ukweli wote utakapofichuliwa. Alizima microphone. Watu walianza kupiga kelele. Badi Elias alimwomba Neema aingie kwenye chumba kidogo cha faragha kwa muda.
akijua kwamba maamuzi magumu yalikuwa yanamsubiri. Neema aliingia kwenye chumba kidogo chenye harufu ya uvumba, nyumba ya madhabahu. Alivua taji lake la maua na kukaa chini akijaribu kuzuia machozi yake. Sekunde chache baadaye, Zahiri aliingia kwa fujo akifuatiwa na Padri Elias. Padri alijifungia mlango na kuacha wao peke yao, akiahidi kurudi baada ya dakika 10. Neema, tafadhali sikiliza, Zahiri alianza akijaribu kumkumbatia Neema, lakini alimkwepa. Zahiri, nipe ukweli, Kilemile ni nani? Na kwa nini mama yako alikimbia hapa akikuomba ufichue ukweli? Neema alidai, sauti yake ikiwa imepasuka kwa maumivu. Zahiri alipiga hatua chache akijaribu kuweka mikono yake kichwani. Ni njama, mtu ananitaka nife kisiasa. Kilemile alikuwa mpinzani wangu kwenye biashara. Ndiyo, nilimjua mke wake Zawadi, lakini nilikopa pesa kutoka kwake kwa ajili ya biashara yangu halali. Niliingia kwenye deni naye, lakini si uhusiano wa kimapenzi. Alipiga magoti mbele ya Neema. Tunaweza kutoroka sasa, tukamalizia harusi mahali pengine. Tunaweza kuokoa ndoa yetu Neema. Usikubali hao watu watumalize. Alijaribu kumshawishi kwa machozi. Wakati Zahiri alikuwa akililia na kumsihi Neema, simu yake iliita kwenye mfuko wake. Ilikuwa ni simu kutoka kwa namba isiyojulikana, lakini hii haikuwa namba ya asubuhi. Jina lilikuwa limeseviwa kama Mkono Mrefu. Zahiri alichukua simu haraka. Ngoja kidogo, alimwambia Neema. Akasogea kwenye kona ya chumba. Alipokea simu na kunong'ona, nimekwambia nini? Usipige simu, nipo kwenye matatizo. Kutoka upande wa pili, sauti kali ilisikika, fanya haraka, toka hapo, tuna shida kubwa na ule mzigo. Tuma namba ya akaunti sasa. Zahiri alipiga simu ya haraka ya pili kwa simu tofauti, kwa namba iliyohifadhiwa kama ofisi. Nahitaji kutoroka sasa. Andaa gari na ile ripoti ya barafu ifute haraka. Neema alishuhudia yote. Zahiri alikuwa anajifanya anajali ndoa, lakini alikuwa anapanga kutoroka na kufuta ushahidi ule wa siri. Hili lilithibitisha kwamba Bwana Kilemile alikuwa anasema ukweli kuhusu Zahiri. Wakati Zahiri alikuwa ameshughulikia na simu, Padri Elias aliingia tena. Alimtoa Zahiri nje kwa muda, akimwambia aende akatulie. Asha aliingia ndani ya chumba cha faragha kwa haraka, akimkumbatia Neema. Neema, unajisikiaje? Asha alisema. Neema alimwonyesha Asha barua aliyoipata wakati ule aliposimama pale madhabahuni, kisha kadi ya biashara ya Bwana Kilemile. Asha, Kilemile ni polisi. Zahiri, sijui ni nini hasa, lakini anafanya biashara haramu. Nifanye nini? Neema aliomba msaada. Asha alimtazama Neema kwa macho ya upendo. Kumbuka, wewe si mtoto wa juzi, una akili. Ulikubaliana na nini? Na ulikubaliana na nani? Ulikubaliana na yule Zahiri wa kweli au yule aliyekuwa anajifanya? Moyo wako unajua Neema. Sikiliza sauti ya kweli ndani yako. Huwezi kuolewa na mtu ambaye unamhofia. Maneno haya yalimgusa moyo wa Neema. Asha aliondoka haraka kumfuata padri. Neema
alifuata ushauri wa Asha. Alitoka kwenye chumba na kuelekea kwenye kona ya kanisa. Hapo alipona Bwana Kilemile na Mama Zahiri wakiwa wamesimama pamoja, wakizungumza kwa sauti za chini. Sikuweza kumwambia Kilemile, ni mwanangu, Mama Zahiri alilalamika. Mama, lazima umwambie Neema ukweli, Kilemile alisisitiza. Zahiri anatumia jina la dini kuficha pesa zake za magendo. Ulisema unajuta kuwa sehemu ya hili. Ndiyo, najuta kulipa deni la baba Zahiri kwa njia hiyo, Mama Zahiri alisema. Baba yake Zahiri alimwacha kwenye deni kubwa la kibiashara, na Zawadi alikuwa sehemu ya mpango wa kulipa deni hilo kwa biashara ya asili ya familia yetu. Zahiri alichukua jukumu hili. Kumlinda baba yake haikuwa rahisi. Neema alishtuka, akijificha nyuma ya safu ya kanisa. Mama Zahiri aligeuka na kumwona Neema. Alilia na kumpa mikono yake. Mwanangu Neema, njoo, wewe unastahili ukweli. Mama Zahiri alimchukua Neema kando. Haya mambo yanaanzia zamani, Mama Zahiri alielezea kwa machozi. Baba Zahiri alitumia njia zisizo halali kujenga biashara yake. Alikuwa na deni kubwa la siri kwa genge kubwa, na alipokufa Zahiri aliamua kuchukua deni hili la familia ili kulinda jina letu. Mama Zahiri alikiri. Ndiyo, Zahiri alitumia pesa kutoka kwa Zawadi, mke wa Kilemile, lakini alikuwa anajaribu kuficha shughuli za magendo ya dawa za kulevya za baba yake ambazo zilikuwa zinamfuata. Alikubali uhusiano na Zawadi kama kifuniko cha uhamisho wa fedha. Zahiri hakutaka mambo ya baba yake ya kuathiri wewe. Ndoa hii ilikuwa ni njia ya Zahiri kutoroka na kuanzisha maisha safi, lakini magenge yanamfuata. Neema alihisi ukweli huu unampiga kama ngumi. Zahiri hakuwa tu mwizi wa pesa, alikuwa ameficha asilia kwenye biashara ya familia yake. Neema alirudi ndani ya chumba cha faragha ambapo Zahiri alikuwa amemsubiri. Zahiri, Neema alianza, akizungumza kwa utulivu wa kutisha. Deni la baba yako ni lipi? Na una uhusiano gani na magendo ya dawa za kulevya? Zahiri alifungua mdomo wake kisha akaufunga tena. Aligundua kwamba mama yake alikuwa amefichua siri za familia. Neema, tafadhali usikilize matatizo haya ya zamani. Zahiri alijaribu kuzuia. Ni ukweli Zahiri, na huo ukweli ni wa kutisha, Neema alisema, akitazama pete ya uchumba kwenye kidole chake. Zahiri alishindwa kujitetea zaidi. Alivunjika, akapiga magoti na kulia. Sawa, ndiyo, ni kweli. Nilikopa kutoka Zawadi ili kuwalipa wale mkono mrefu. Ndoa hii ilikuwa ni mpango wa kuondoa pesa hizi zote. Neema, mimi ni mweusi kuliko unavyofikiria. Nimejaribu kukulinda, lakini siwezi tena. Bwana Kilemile aliingia chumbani. Alimwangalia Zahiri kwa uchungu na huzuni. Zahiri, kusudi langu si kukuharibia, lakini kurejesha heshima ya mke wangu, Kilemile alisema. Zawadi alikufa kwa sababu ya shida ya kifedha uliyomletea. Niliripoti hili kwa mkuu wa polisi leo. Leo nimekuja kama wakala, si kama mume mwenye hasira. Ninafanya hivi kwa ajili ya haki. Haki gani? Zahiri alidakia. Wewe unataka tu kulipiza kisasi? Kilemile akamjibu. Ndiyo, ninalipiza kisasi, lakini ninalipiza kisasi kwa njia ya sheria.
umemuumiza Neema, umemuumiza mama yako na umemuua mke wangu, utalipa kwa njia yote. Maneno ya Kilimile yaliongeza uzito wa hali. Neema sasa alijua alikuwa katikati ya operesheni ya polisi na kiongozi wa magenge. Mama Neema, ambaye alikuwa amejificha kimya kimya, aliingia chumbani na bahasha nyingine ya zamani. Alikuwa amezichukua nyaraka hizi kutoka nyumbani kwake asubuhi baada ya kusikia minong'ono. Kilimile, Zahiri, Mama Neema alianza. Siri hizi ni kubwa zaidi. Mama Zahiri, Baba Zahiri alikuwa anafanya biashara haramu na Baba Neema pia. Mama Neema alitoa nyaraka zinazoonyesha mikataba ya zamani ya kibiashara haramu kati ya Baba Zahiri na Neema. Tulikuwa tumeficha hili kwa miaka. Ndoa hii ilikuwa inajaribu kuunganisha familia mbili ambazo tayari ziliunganishwa na uharibifu. Mimi nilikubali ndoa hii nikiamini Zahiri alikuwa mwema, lakini sasa naona ni mchezo mchafu wa siri. Neema alishikwa na hasira. Hata familia yake ilikuwa imefichwa ukweli huu. Zahiri akijua kwamba amefichuliwa kabisa, alijaribu kuficha kitu kwenye mkoba wake mdogo. Neema alikuwa mwepesi. Alimvamia Zahiri, akanyakua mkoba ule na kuufungua. Ndani hakukuwepo pesa, bali kitabu kidogo cha simu kilichokuwa na majina na namba zilizohifadhiwa kwa majina ya code: Barafu, Mnyama, Mkuu wa Bandari. Hizi zilikuwa namba za watu kwenye biashara ya siri. Neema alitupa kile kitabu sakafuni. Wewe ni nani? Na kwa nini unataka kunioa? Ni kwa ajili ya pesa za baba yangu, sio? Ndiyo, kwa kiasi fulani. Pesa za baba yako zingeondoa deni langu. Zahiri alikiri kwa uchungu. Wakati migogoro ilipokuwa inafikia kilele chake ndani ya chumba hicho kidogo, ghafla nje kelele za ving'ora vya polisi vilianza kusikika. Neema alikimbilia dirishani. Magari mawili ya polisi yalikuwa yamefika, yakifunga barabara mbele ya kanisa. Bwana Kilimile alitabasamu kidogo. Harusi imekuwa operesheni yetu. Samahani Neema, huwezi kuolewa na mtu tunayemtafuta kwa muda mrefu. Zahiri alikimbilia mlangoni. Huwezi kunikamata, njia yote imefungwa, nitatoroka. Hali sasa imefika kileleni na polisi walikuwa wamefika. Milango ya chumba cha faragha ilifunguliwa. Maafisa wawili wa polisi wakiwa wamevalia sare walisimama kwenye mlango. Mmoja wao alikuwa mwanamke. Bwana Zahiri, tuna hati ya kukamata kutokana na madai ya uhalifu wa kifedha na kuhusika na biashara haramu, afisa huyo wa kiume alisema kwa sauti kali. Tunakuomba tufuate kwa mahojiano. Zahiri aligeuka, macho yake yamejaa hofu na hasira. Alimwangalia Neema, kisha mama yake na hatimaye Bwana Kilimile. Hii ni siku yangu ya harusi, hamwezi kufanya hivi. Zahiri alijaribu kupinga. Bwana Kilimile ambaye sasa alikuwa mkuu wa operation alimwendea Neema na kumwekea nyuma yake kwa ulinzi. Zahiri, umepewa nafasi ya kusema ukweli. Sasa lazima ukabiliane na matokeo. Umetorosha pesa nyingi sana na ulitumia biharusi huyu kama mlinzi wa ahadi. Zahiri alipofushwa na uoga, alikumbuka simu ya mkono mrefu na vitisho vyao. Kufungwa sio tu kulimaanisha kufungwa gerezani, bali kulimaanisha kifo kwa sababu ya kujua siri za genge. Ghafla Zahiri aliamua. Alisukuma maafisa wa polisi pembeni kwa nguvu. Afisa mmoja aliyumba na kuanguka.
kanisani ulijawa na fujo. Watu walianza kupiga kelele na wengine walianza kukimbia nje. Maafisa wa polisi walianza kumfuata Zahiri kwa haraka. Zahiri hakukimbia mbali. Maafisa walikuwa wengi na wenye ujuzi. Walimzunguka karibu na mlango wa jikoni la kanisa. Kilemile alifika, akasimama mbele ya Zahiri. Huna mahali pa kwenda Zahiri. Simama, usijaribu kuharibu zaidi, Kilemile alisisitiza. Zahiri alipiga kelele, akavunjika kabisa, akilia, huku mavazi yake ya harusi akiwa yamechanika kidogo. Sawa, ndiyo, mimi ni sehemu ya mtandao huu. Niliiba pesa, niliuza mizigo haramu. Ndoa hii ilikuwa kifuniko cha kusafisha pesa. Zahiri alikiri kwa sauti kubwa ambayo ilisikika kwa urahisi kutokana na akaustiki za kanisa. Ukiri ulikuwa wa hadharani. Neema alisimama kwenye mlango akitazama mpenda wake akivunjika. Alihisi maumivu makubwa, lakini pia utulivu wa kujua ukweli. Mama Zahiri alikimbilia mwanae, akilia na kumkumbatia kwa uchungu sana. Mwanangu, kwa nini hukuniambia? Mama Zahiri alilia kwa uchungu. Nilitaka kukulinda mama, sikutaka uishi kwenye aibu ya baba yangu, Zahiri alidakia. Mama Zahiri aligeuka kumwangalia Neema. Neema, naomba msamaha. Tangu mwanzo mimi nilificha ukweli wa mume wangu wa biashara chafu ili kumlinda Zahiri. Nilitaka Zahiri akuoe ili apate heshima na njia ya kutoroka uhalifu huu, akidhani upendo wenu ungemwokoa. Mimi nilikuwa nimekufa moyo na nilijaribu kumlinda mwanangu na siri ya familia. Mama Zahiri alikiri kwamba mapambano yake ya asubuhi na kuchelewa yalikuwa ni kujaribu kuharibu ushahidi wa mwisho wa kibenki uliomhusu Zahiri. Wakati maafisa polisi walipokuwa wakimweka pingu Zahiri, Kilemile alimwendea Neema. Samahani sana Bi Neema kwa kuingilia siku yako, Kilemile alisema. Mimi ni mkuu wa uchunguzi wa operesheni hii ya siri inayoitwa Harusi ya Fedha. Tumekuwa tukimfuatilia Zahiri kwa miaka mingi sana. Kilemile lilieleza kuwa walijua Zahiri alikuwa anatumia harusi kama njia ya mwisho ya kusafisha kiasi kikubwa cha pesa. Lakini jambo muhimu ni hili, Kilemile alisisitiza. Umeokoa sana. Ukweli uliomzunguka na msimamo wako wa kumuuliza ndio ulimfanya avunjike na kukiri hadharani. Shukrani kwako. Tumekamilisha operesheni hii kwa amani. Neema alisimama wima. Alikuwa amevalia gauni la harusi, lakini sasa alionekana kama shujaa, si bi harusi tu. Alitazama pingu za Zahiri. Alitazama mama Zahiri akilia. Alitazama umati wa watu waliokuwa wamedua. Alivua gauni lake la harusi. Nimechagua kupenda, lakini nimepigwa na uongo, Neema alisema kwa sauti ya wazi. Siwezi kuolewa na mtu ambaye mimi siwezi kumwamini. Siwezi kuolewa na mtu ninayemhofia. Aligeuka kumwangalia Padri Elias. Padri, mimi nimeachilia ahadi zangu za ndoa na Zahiri. Mtu huyu si yule niliyempenda. Wakati Zahiri alipokuwa akiondolewa na maafisa wa polisi, ghafla watu wengine waliingia kwa nguvu kutoka kwenye mlango wa nyuma wa kanisa. Walikuwa wale walioitwa na Zahiri, waajiri wake. Walikuwa wanataka kumtorosha Zahiri. Walikuwa wamejificha kama wahudumu wa chakula. Walivamia wakijaribu kuzuia kukamatwa, lakini Bwana Kilemile na timu yake walikuwa wamejificha vyema
maafisa wengine waliokuwa wamevaa suti kama wageni wa kawaida wa harusi waliruka kutoka kwenye viti vyao na kuwakamata wale waajiri. Kanisa lote liliishia kuwa eneo la mapambano madogo. Kabla ya utulivu kurejea, Neema alitambua kiwango cha hatari alichojiepusha nacho. Kilemile alimshukuru tena Neema. Bila ujasiri wako wa kudai ukweli na kukaa hapo, Zahiri angekuwa amekimbia. Umefanya kazi kubwa zaidi ya miaka 3 ya upelelezi wetu, Kilemile alisema. Uamuzi wako umeokoa sio tu familia yako, bali umesaidia kuvunja mtandao mkubwa wa magenge nchini. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako, hata usio wa moja kwa moja. Alimkabidhi Neema namba yake ya siri. Utahitaji ulinzi wa muda. Nitakupa taarifa zote za kesi. Tuko pamoja na wewe. Neema alishika pete yake ya uchumba ambayo Zahiri alikuwa amempa kwa ahadi ya upendo na ukweli. Sasa alionekana kama minyororo ya dhahabu. Alitembea polepole hadi kwenye bakuli la maji takatifu la kanisa. Alifanya uamuzi mgumu. Alivua pete yake ya uchumba na pete ya harusi aliyotakiwa kuvaa. Alizitazama kwa mara ya mwisho. Kisha alitupa pete zote mbili ndani ya maji. Maji yalisambaa kidogo, ikionyesha mwisho wa uhusiano. Alichukua pumzi ndefu na kusema, hizi hazitakuwa tena pingu zangu. Nitavaa pete nyingine, pete ya ahadi mpya kwangu mwenyewe. Neema alirudi mbele ya madhabahu. Umati ulikuwa kimya ukimwangalia. Alisimama mbele ya padri. Padri, ndoa imesitishwa. Nimechagua ukweli na haki. Aligeuka kuelekea umati. Alitabasamu kwa mara ya kwanza tangu asubuhi. Tabasamu la kweli na lenye nguvu. Nawashukuru wote kwa kuja. Ninaomba msihuzunike. Harusi haikufanyika, lakini uhuru umepatikana. Kisha alifanya jambo lisilotarajiwa. Alimchukua mama Zahiri ambaye alikuwa analia pembeni na kumshika mkono wake. Tafadhali mshangilieni mama Zahiri kwa ujasiri wake wa mwisho wa kufichua ukweli na kuokoa maisha yangu na yake mwenyewe. Umati ukiwa umeguswa na ujasiri na uso wake ulipiga makofi kwa nguvu, ukiashiria si tu mwisho wa harusi, bali mwanzo wa maisha mapya ya Neema. Siku moja baada ya maafa ya harusi, Neema alikuwa amekaa nyumbani kwake akivua pete yake iliyojaa vitu vya harusi, akiwa amevalia nguo za kawaida za nyumbani. Hali ya utulivu ikiwa imerudi. Asha alimletea gazeti la asubuhi. Kichwa cha habari kikuu kilichapwa kwa herufi kubwa sana: utata wa harusi. Bwana harusi kizuizini kwa biashara haramu. Bi harusi athibitisha ukweli katika altar, yaani katika siku ya harusi. Habari hiyo ilieleza kwa undani jinsi Zahiri alivyokamatwa na jinsi wakala Kilemile alivyofichua operesheni hiyo. Picha ya Neema akiwa amevalia gauni la harusi ilionyeshwa pia. Neema alihisi maumivu, lakini pia kiburi. Umegeuka kuwa habari ya taifa, Neema, Asha alitania kwa upole. Ni bora kuwa habari kwa kusema ukweli kuliko kuwa mke wa mwizi na muuzaji wa magenge, Neema alijibu huku akitikisa kichwa. Juma moja baadaye, Neema aliamua kumtembelea Zahiri katika gereza kuu la muda. Hakuenda kama mpenzi wake, bali kama mtu ambaye amepewa majibu. Zahiri alionekana mchovu na mwenye huzuni, akiwa amevaa sare za wafungwa.
ngoja nikwambie Neema, Zahiri alisema, sauti yake ikiwa imepungua. Nilitamani sana kukuweka mbali na giza hili, lakini upendo wako ulikuwa wa kweli na nilidhani ningeweza kutoroka. Samahani sana. Niliachilia mzigo mkubwa kwa kukiri hadharani. Huu ndio mwanzo wangu mpya pia. Neema alimwangalia. Na kuombea uzima Zahiri, lakini mimi siwezi kukuokoa. Ni wewe mwenyewe utaamua maisha yako. Ndoa yetu haitatokea tena. Aliondoka akihisi utulivu kabisa. Kila kitu sasa kilikuwa wazi. Mama Zahiri hakuwa na mahali pa kwenda baada ya nyumba yake kukamatwa na serikali kama sehemu ya kesi ya Zahiri. Neema alifanya uamuzi wa ukarimu na ukomavu. Alimkaribisha Mama Zahiri aishi naye kwa muda. Mama, wewe ni mwathirika kama mimi. Ulinijali na ulijaribu kumlinda mwanao, Neema alisema. Walikaa pamoja, wakipika, wakiongea kuhusu siri za familia ambazo zilikuwa zimefichwa. Waliunda uhusiano wa kifamilia uliokuwa umebomolewa na uongo. Neema alijifunza kumwacha Zahiri kimwili na kihisia, akimpa nafasi Mama Zahiri kuwa sehemu ya maisha yake mapya. Neema alijua kuwa hawezi kurudi kwenye kazi yake ya zamani, ile ya uhasibu. Matukio ya harusi yalimwonyesha umuhimu wa haki. Alichukua hatua muhimu. Alijiandikisha kwenye chuo kikuu cha masomo ya sheria na haki ya kijamii. Alikuwa anataka kutumia uzoefu wake wa kukutana na uhalifu wa kifedha na udanganyifu kusaidia wengine. Hii ilikuwa ni ahadi yake mpya. Alitupa nje vitu vyote vilivyomhusu, vile vilivyomhusu Zahiri, akiweka tu kumbukumbu za ujasiri wake. Siku moja Neema alipokea barua kutoka kwa Bwana Kilemile. Barua hiyo ilikuwa na hundi na ilikuwa inasomeka hivi: Bi Neema. Barua ilisema, hii ni hundi ya kiasi kidogo kwa jina la mke wangu Zawadi. Tunataka kusaidia sababu za kijamii. Ninaomba uchukue pesa hizi kuanzisha mfuko wa kusaidia wanawake wanaojikuta katika ghasia za kifedha kutokana na wapenzi au waume zao. Kilemile aliongezea, ujasiri wako umetuonyesha njia sahihi. Tunaheshimu uamuzi wako pia. Neema alihisi heshima kubwa. Alitumia pesa hizo kuunda msingi wa Neema na Zawadi, akiwapa wanawake ushauri wa kifedha na kisheria. Baada ya msingi kuanzishwa, Neema alihisi amechoka kihisia. Alichukua likizo fupi. Alienda kwenye kisiwa cha mbali ambacho alikuwa amepanga kwenda na Zahiri kwa fungate lao. Badala ya kwenda na Zahiri, aliamua kwenda peke yake. Alikaa ufukweni akiangalia mawimbi ya bahari yakipiga mchanga. Alitafakari maisha yake. Alilia kwa ajili ya upendo aliopoteza, lakini pia alitabasamu kwa ajili ya nguvu aliyoipata. Alitambua kwamba sasa alikuwa huru. Alikuwa amechagua amani ya kweli badala ya furaha bandia. Neema alirudi nyumbani akiwa na nguvu mpya. Aliweka kitabu cha sheria mezani mwake. Alinunua pete mpya, rahisi na ya fedha. Aliweka kwenye kidole chake, ikionyesha ahadi yake ya kujijali. Hii ilikuwa pete yake ya ahadi mpya. Alisimama mbele ya kioo, akivua kabisa yule Neema wa zamani aliyejawa hofu.
alikuwa amegeuka kutoka biharusi aliyevaa gauni jeupe na kuelekea mwanamke aliyevaa vazi la ujasiri. Alitazama angani na kutabasamu. Upendo utarudi, alijiambia. Lakini wakati ujao upendo huo utakuwa wa kweli, bila siri, bila utata. Na hiyo ndo ilikuwa sehemu ya mwisho ya simulizi yetu ya utata wa siku ya harusi yangu. Asante sana kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Naomba usisahau kusubscribe na kulike ili uendelee kutupatia nguvu. Asante.